Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ni kushukuru kupata fursa hii, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme kwangu mimi nilijua kwamba jamaa watatoka. Nilijua watatoka kwa sababu siku ya kwanza wakati nachangia kanuni nilisema wote wanaodai Tanganyika ni watu dhaifu na ni watu waoga. Niliwaambieni siku ile. Wengine mkajua natania, mmeona sasa uoga wao. Ni watu dhaifu, watu waoga. Nchi haidaiwi na watu wanaokimbia, Mwenyekiti. Lakini nilijua watatoka siku ya kwanza baada ya Mheshimiwa Rais kufafanua vizuri. Walipanga kutoka, kilichowarudisha posho ilikuwa bado hawajapata vizuri. Wakabishana sana. Wengine wakasema hatuwezi kutoka, hatujapata hela za sikukuu. Sasa kosa mlilofanya leo makatibu wetu kulipa hela za sikukuu ndio imesababisha wamekimbia, na profesa mzima anasema uongo hapa, tunaondoka, tunawaachia Interahamwe, kumbe kishapata hela anaenda kula sikukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kingine kilichowakimbiza ni bomu lilotolewa jana na leo. Ile hati waliokuwa wanasema ya uongo leo imepatikana. Sasa tena Mheshimiwa Rais akawa katia pancha gari lao. Maana walikuwa wanaenda na hati ya mashaka. Hati imepatikana ya kweli, tumeitazama, hata vyuma vilivyokuwa vimewekewa hii hati unaviona ni vya zamani, ina na kutu na sahihi ziko za kutosha za wazee wetu. Sasa leo tena wawe na lipi zaidi ya kukimbia? Kwa hiyo baada ya kuweka mpira kwa pani, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba kusema kitu kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna kitu kilichotuumiza sana watu weusi kama kitendo cha kuuzwa. Biashara ya utumwa ilituzalilisha sana na imesababisha mpaka leo hii katika kila Waafrika 10 kuna watumwa 3. Kwa hiyo mimi sikushangaa kuona watu wanadai turudi Tanganyika utumwani. Wapo. Na hiyo yote imesababishwa na athari ambazo tumezipata baada ya kuuzwa babu zetu. Muelewe kwamba wako maprofesa akiwa wanawaza kitumwa, wako wasomi lakini wanawaza kitumwa kwa sababu ya athari tulizozipata za babu zetu kuuzwa. Kwa hiyo nyinyi msishangae kumwona mtu anasimama anatoa mfano wa Zimbabwe, kutoka Rhodesia kuitwa Zimbabwe. Zimbabwe walikataa jina la utumwa. Sasa sisi tunataka kurudi jina la utumwa. Wapi na wapi, Mwenyekiti? Ni vitu vya ajabu sana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwenyekiti, niseme kitu kingine. Hakuna kitu kimetutia huruma kama kutukana viongozi. Viongozi wametukanwa na profesa anaondoka kwa hoja hiyo hiyo. Hivi leo umeweza kushangaa, hata mimi ambaye ni muumini wa dini ya Kikristo Anglican, Askofu Pengo anatajwa humu, anafananishwa na askofu muuaji wa Rwanda. Kweli jamani? Eti kisa tu kwa sababu Pengo kasema anataka serikali mbili. Haya ni mambo ya aibu kubwa kabisa. Tatizo tulilonalo sisi, nataka niseme baadhi yetu wa Kristo tunafikiri kwamba Mkristo unapokuwa huna madaraka, ukiwa madaraka ndio unakuwa sio muumini. Wenzetu Waislamu awe waziri Muislamu, awe rais Muislamu, lakini sisi wa Kristo ukipata madaraka tu tayari unamwona askofu hana maana kwa sababu wewe ni mbunge wa Mbeya, kitu ambacho si kweli. Inatakiwa tubaki kuwa waumini hata tukiwa na madaraka. Leo Pengo atapata nafasi wapi ya kujitetea? Atapata nafasi wapi baba askofu ya kujitetea kwamba hakuwa na maana hiyo? Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niseme hii nchi tutafikishana pabaya bila sababu. Hivi kweli mnataka kutuambia mashaka tulionayo muungano ukivunjika kwamba amani itatoweka Zanzibar hayajathibitishwa na bunge hili lenyewe? Mkiondoka hapa nyinyi mtakuwa salama kwa hali mlionayo? Hapa tu tuko kwenye muungano, mnazungumza hivyo, mnatukanana hivyo. Leo tuseme nendeni kule, kutakuwa salama? Kila mtu ameona. Kwa hiyo ni dhahiri wazi kabisa kwamba kuna watu hawaitakii nchi hii mema. Nilisema na leo nataka nirudie kusema, Mheshimiwa Mwenyekiti, kufanya safari na mtu ambaye hataki ni ngumu sana. Ukifanya safari na mwenzako hayuko tayari atakusumbua. Saa 12 unajiandaa kuondoka, yeye anaingia kuoga, kumbe hayuko tayari na hiyo safari. Ndugu zangu, tunafanya safari na watu ambao hawataki. Chochote tutakachofanya tutapoteza muda bure. Vyovyote tutakavyofanya tutapoteza muda bure. Anasimama kiongozi mzima anazungumza uongo eti Zanzibar ingeachwa ingekuwa kama Hong Kong. Ina maana Zanzibar ingekuwa kama Hong Kong, maana yake Tanzania bara ingekuwa kama China, kwa sababu hakuna Hong Kong bila China. Hakuna Hong Kong bila China. Haiwezekani. Huwezi kupata Hong Kong kama huna China. Leo hii yeye anayesema maneno hayo ni waziri wa afya, hajaifanya hata wizara yake ifanane na therusi ya wizara ya afya ya Hong Kong. Kwani tuwadanganya watu? Tusikae hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukaanza kudanganya. Kuna watu wanazungumzia habari ya kero hazipungui. Nataka niwaambie hivi,
wale mnaosema kwamba serikali mbili zitamaliza kero mko wrong, wale mnaosema serikali tatu zitamaliza kero mko wrong. Kero kwa mwanadamu inamaliza kaburi tu. Basi hakuna mtu anayeweza kumaliza kero za watu wote, wala msishughulike na hilo. Hebu leo nikwambieni, mkuu yoyote wa jela wanapofungwa watu, yeye ndo furaha yake ili aendelee na kazi. Na ndio maana nataka nikwambie Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watu wananufaika na matatizo kwenye nchi, na nitawataja hapa. Ukitembea barabarani hapo, viongozi wa dini mpo, unaweza kukutana na gari limeandikwa ukimwi, taasisi ya kuzuia ukimwi. Usifikiri dereva na ukimwi. Kwa ukimwi wa watu yule dereva anakula maisha. Kwa hiyo hawezi kukaa yule dereva kamuomba Mungu ukimwi uondoke hata siku moja. Ili yeye afanye kazi gani? Yeye afanye kazi gani? Wewe unakutana na gari imeandikwa taasisi ya TB, wewe unafikiri dereva ana TB? Utakuwa mtu wa ajabu sana. Kengele ya mwanzo mheshimiwa. TB wanakosa, wagonjwa wenyewe wa TB wanakosa hata kikombe cha maziwa, lakini mwingine anaendesha VX kwa ajili ya TB. Na leo nitawaonyesha ukweli. Hivi wanasiasa tulipochochea mgogoro pale Zanzibar, watu wakafa, wakachinjwa polisi. Leo hii Maalim Seif makamu wa rais, wale marehemu wakifufuka leo wataona walikuwa na sababu ya kufa? Hawakuwa na sababu yoyote, yani walikufa ili Maalim Seif awe rais. Kwa hiyo nataka niwaambie, kuna watu waliozoea, na Mwalimu alisema hili kwamba mkizoea kula nyama ya watu mtaendelea. Tukizoea kupata madaraka kwa kusababisha watu wafe, tutaendelea. Kuna watu wanataka kuchongeza watu wafe ili wao wapate serikali nyingine. Haliwezekani hilo mwenyekiti, tumeshawagundua. Mtu anakaa anazungumza vitu vya uongo tu, kwamba leo serikali ya muungano itakuwa na mawaziri wanne. Jamani, tusifananishe Marekani na Tanzania. Marekani hawazungumzii maji, hawazungumzii afya, hawazungumzii barabara. Sisi tunazungumzia afya, maji, barabara. Uwe na mawaziri wanne, wanafanya kazi gani sasa? Watakwenda wapi? Leo hii mawaziri wako 40 lakini wanashindwa kufika vijijini hapo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaunda nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu twendeni mbele kama Musa alipowatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwani, walianza kukumbuka kama wanavyokumbuka hao wazee sukari guru za zamani. Tusiwasikilize. Hawa wanakumbuka sukari guru za sentano, enzi ya utumwa. Huko haturudi, tunasonga mbele. Mwenyekiti, naunga mkono hoja.